nahitaji penzi lako jipya, tafadhali niwe nawe. No, no, no pain, no, no, no love, no, no, no pain, no, no, no love. Wow, so beautiful girl. Wacha nikajaribu bahati yangu. Ya mapenzi kama yaliota moyoni mwangu. I don't remember. Sorry. How are you, sister? I'm good, about you? Samahani, ningeweza kukaa? You're most welcome. Okay, thank you. Samahani, naitwa Machana. Ningependa kufahamu mwenzangu unaitwa nani? Mimi naitwa Barbara. Sorry? Say Barbara. Thank you. Una jina zuri sana. Mithili ya ulivyo. Na wewe ni mwanao? Yeah. Na pia ni mzuri. Sorry. Kuna kitu kizuri sana nahitaji kukwambia kama ikiwezekana. Kitu gani? Hello? Okay, sawa, sijali. Hapa. Sorry, nimepata simu ya dharura. Kwa siku nyingine. Haya, hatuweza kuongea tena. Sisi fiko tutaonana tu. Mtoto. For the first time nilipokuona, moyo wangu ulijawa ganzi. Sikupoteza time, nikasimama sababu ya mapenzi. Mwanangu, nimekuita. Nilichokuitia ni kutokana na tofauti zenu ambazo zimetokea baina yako na mkeo. Lakini nimeshajaribu kukaa naye mwanangu huyu. Nimeshazungumza naye vya kutosha ili kuweza kupata suluhu baina yenu na kuweza kurudiana kama mlivyokuwa. Lakini sikuridhika na maneno yake. Niliamua kukuita na wewe ili kuweza kuja kuzungumza na mwenzio, na ikiwezekana muweze kukubaliana na kuweza kurudi. Sasa yeye yupo tayari, kiasi kwamba kuna vitu vichache tu kwake yeye anahisi ni kikwazo. Labda kabla ya hayo yote kuweza kumpa yeye nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe kwa yale ambayo labda uliteleza ama mlikoseana. Wewe mwenyewe unahisi vipi juu ya kuweza kurudi kwa mwenzio huyu?
Kama ulivyosema baba mke wangu, kwanza nampenda sana mke wangu kwa sababu yeye ndo kila kitu kwangu. Najua kwamba nimekosea na naomba kila kibaya nilichokifanya hakitajirudia tena katika maisha yangu. Nampenda sana mwanangu pamoja na wewe. Ningependa kama alivyosema baba pale kwamba turudie pamoja tuishi. Hapana baba, huyo Mungu. Maneno hayo anasema hapa tu. Lakini tukitoka hapa tukisema turudi nyumbani. Hapana. Si wakati wa kuweza kusema wewe ni muongo. Yeye kama nilivyokushakaa na wewe, nimezungumza na wewe vya kutosha, nimemwita yeye. Mwache kwanza na yeye azungumze, na tayari ameshazungumza kwamba yeye yupo tayari na ameshakiri yale yote ambayo amekukosea. Je, kuna jambo gani litakalozuia wewe kuweza kurudi kwa mumeo? Sawa, nitarudi. Sasa mimi nahisi tumeshafikia pahali pazuri. Mama ameshakubali, lakini ningeomba sana mwanangu yasijirejee katika makosa mliokosana, kwa sababu hata haya mapenzi ambayo wewe unayazungumza kwamba unampenda sana mkeo, lakini mapenzi haya yanavunjwa kutokana na makosa na maudhi ambayo mnafanyiana. Jirekebisheni sana muweze kuishi vizuri. Nadhani tumeshafika pahala ambapo kidogo tutakuwa tuna mwelekeo mzuri wa maisha. Ina maana ndio hujaniona au? Kukuona nimekuona, ila mambo mengi sana kichwani. Ni mambo ya kibiashara. Ndio maana nanifanya hadi muda huu unakuwa hivi. Ila samahani sana. Mpenzi wangu pole basi, lakini mimi sijazoea hivyo. Najua umenisusa sana siku hizi na kuona kabisa umebadilika. Usijali. Unajua kuhangaika kote huko nahangaika kwa ajili yako. Nafanya yote haya kwa ajili yako kwa sababu mwisho wa siku wewe ndio utahitaji huduma. Kwa hiyo hata hivyo ninawahi kikao. Tutakuja kuonana baadaye, tutakuja nyumbani sawa? Sikia mpenzi, mimi sijazoea hivyo. Sasa mazoea nini sasa? Mwenyewe unajua ushazoesha, huwezi ukaniaga kama hivi makisikisi nini. Nilijua tu. Mambo mengine uache, tunashakuwa sasa. Na bwana. Hapana. Usifanye hivyo. Najua hapa tupo sehemu ya wazi, kila mtu ataona. Kwa nakuomba. Sawa? Basi sawa, baadaye nitakuja huko nyumbani. Sawa. No, no, no pain, no, no, no love, no, no pain, no, no love, no, no pain, no, no love, no pain, no. Vipi sasa? Kwa hiyo safari yako imemalizika hapa au? Kisha kwa muda tuliongea tukamaliza, lakini mimi kurudi kwako sahau. Sasa lakini si tofauti zote tumeshazimaliza sasa hizi. Ndio kubadilika. Sasa mimi nifanye nini? Sikia nikwambie nitabadilika mke wangu sawa. Naomba nitakuwa sawa. Endelee tu basi. Mimi siwezi. Mpaka nitakapojiridhisha. No, no, no pain, no, no, no love, no, no. Hello baby. Mimi nipo nje huku. Sorry. Nipo kikaoni na. Kila siku kikao nawe. Kila siku kikao. Unachosha bwana. Usijali. Nikitoka tu na kutafuta.
mbona tufiki? Alafu unaonekana kwamba haupendi kutembea. Tumeshafika tayari, si ni pale tu. Acha. Hapa ni kutoka pale mpaka hapa umechoka ujue. Nishachoka tu. Twende bwana. No, no pain, no, no, no love, no, no pain, no, no, no love, no, no pain, no, no, no love, no pain, no, no love. Machano, unajua wewe ni rafiki yangu mzuri sana. Lakini kwa hili situweza kulivumilia. Unamaanisha nini Kaila? Kuhusu Esma. Esma tena? Haujui? Unajua Esma ni mwanamke mzuri sana. Na jana tu amekuja kwangu kuja kunilalamikia. Bro, Esma anakukubali sana. Kaila. Haujakosea. Esma ni mwanamke mzuri sana. Lakini naomba nikwambie kitu kimoja. Nimekutana na chombo. Chuma cha kweli, chuma cha kwenda. Anaitwa Barbara. Mwanangu, hata ukimuona wewe, naamini hautotoboa. Machana nakwambia Esma ni mwanamke sawa sawa na hii juice ambayo ninakunywa. Unajua Esma ni mwanamke ambaye Mungu amempa kwa kila kitu. Hivi unafeli wapi bro? Kaila, nitapotea wapi? Esma hana lolote yule. Mtoto anaitwa Barbara ndo ambaye nilomuona. Mtoto huyo sura yake kama ya Kiarabu fulani hivi, lips zake, lips denda kwa mbali hivi. Yaani hata kuja kumuona wewe, naamini hautotoboa kwa sababu nakujua kama wewe ni bataroho. Unajua siwezi nikakupinga sana. Lakini Waswahili wanasema ukiona mwenge umewashwa ujue kuna watu. Na ukiona mwenge huo umezimwa ujue wanajeshi ashaondoka. Sawa? For the first time nilipokuona moyo wangu ulijawa ganzi, sikupoteza time nikasimama sababu ya mapenzi. Sikupenda kukusumbua. Leo nitoke nje tu nikakutafutia vitafunio ujue. Size ya? Yeah, sasa hivi ndio. Sawa. Basi poa. Baadaye. Nawe no, no, no pain, no, no.
Sasa mimi siwezi nikakubaliana na hicho kitu, mke wangu. Unaona? Ni juzi tu nimetoka yeye kuzungumza naye. Au kuna jambo labda mtakuwa kuna jambo amekuhadithia ambalo mimi hawezi kunambia, ndilo linalomkwaza mpaka leo anaendelea yeye kubaki hapa. Hakuna kitu alichoniambia. Zaidi ya kumuona yupo hapa ndani, sielewi kinachoendelea. Sasa kama wewe unasema haja kueleza kitu, naomba sasa niambie mimi mwenyewe. Sasa hivi yuko wapi? Nimuulize mimi mwenyewe, labda ataniambia. Sasa hivi kampeleka mwanae shule. No, no. Wewe babla. Asante sana mpenzi wangu, nashukuru. Karibu kula. Sawa. Unajua chai ni tamu sana. Kwani? Serious? Sasa. Kuna kitu tumekumbuka. Kitu gani? Leo asubuhi nafanya kazi zangu ndani, napika chai, imepigwa hodi. Maeneo mpaka pale, nimefungua mlango nikamkuta mwanamke. Mwanamke mwembamba hivi, alafu mweupe, mrefu. Ndio. Kwa hiyo ananiangalia alafu akila zake. Na mimi nikamwangalia na mimi nikarudi ndani. Sijui anamaanisha nini mwanamke. Nini? Kuna nini? Hamna kitu, kuna chai tuondoke. Kwa nini? Hamna tatizo, kuna chai tuondoke tu. Mara moja hiyo. Hebu njoo. Vipi, mbona unalia? Haya, naomba tuambie basi na mama yako tuweze kujua, kwa sababu wewe umetoka ulipotoka, umefika hapa unalia. Sisi tutafahamu nini kimekukuta ulipotoka. Hebu tueleze kuna nini? Baba, tuambie basi, tunakuona tu unalia, unaingia unalia, tujui sababu ni nini. Tuambie basi kama kuna shida. Baba. Chomeka amefanyaje? Wakati narudi kumpeleka Rii shule nilipita kwa Chomeka. Tena kuangalia vitu vyangu baba. Gonga mlango anatoka mwanamke na inamaanisha hamna mtu yote zaidi ya yule. Mwanangu, mimi msinidanganye, mimi ni mtu mzima. Mimi ni mtu mzima. Hivi mke wangu, mipango mmepanga pamoja na mwanao ili kuweza kunizunguka mimi na kupanga mipango ya kuweza kuendelea kukaa mtoto hapa. Sitaweza kukubaliana na mipango yenu kwamba aendelee kubaki hapa. Huyu ni mke wa mtu sasa. Ingelikuwa sikumwita mumewe akakiri makosa yake na akakubali na akasema kwamba hatarejea tena alichokifanya. Leo anaambia huyu kamkuta mwanamke. Si mipango tu mnanipangia mimi njama hii ili aendelee kubaki hapa. Naogopa sana hilo jukumu. Sitaweza kuishi na mke wa mtu hapa. Pengine alikuja hapa kusema tu kwamba amebadilika, ameacha, lakini tabia zake bado anazo zile. Mimi siwezi kukubaliana na hicho kitu, mke wangu. Siwezi kukubaliana na hicho kitu. Mimi siwezi kukubaliana na hicho kitu. Nataka nihakikishe mimi mwenyewe ikiwa hichi anachokizungumza yeye ni cha kweli. Mimi nitatoka na nitakwenda huko kwa Chomeka ili ende akachomoe, maana nihakikishe mimi mwenyewe hicho kitu. No, no, no pain, no, no, no love, no, no, no pain, no, no, no love, no.
Shamova mke wangu. Asante sana kwa kuvunja hisia za binti yangu. Kumuona muongo kote na kumkanusha. Hivi kumbe ni ujinga unaofanya huu? Sasa nasema hivi, kuanzia hivi sasa kaa mbali na binti yangu. No, no. Kwaheri. No pain, no, no. No love. No, no. No pain, no, no. No love. No, no. No pain, no, no. No love. No, no. No pain, no, no. No love. Pole sana binti yangu. Unajua changamoto ni sehemu ya maisha. Tatizo yaliyokukuta, shida ulizopitia, yote haya ni miongoni mwa changamoto. Ningependa tu kukuambia kwamba huku ni kukomaa kimaisha, na nilikukanusha sana mimi kwa yale yote ambayo ulikuwa ukiyazungumza juu ya malalamiko yako kwa mumeo. Kwa bahati njema nimeweza kufika mimi mwenyewe na nikashuhudia vitimbi vyake. Lakini hivi nikuulize kitu binti yangu, labda ikitokea Chomeka atakurudia tena hapa kuja kukutaka msamaha, utamkubalia? Hapana baba, siwezi. Kwa nini? Kwa sababu hii situation sio mara ya kwanza wala sio mara ya pili. Na nishajaribu kuliongelea, lakini mambo yanatokea ndio yale kwa yale. Ni kweli hata mimi napata sura ya kwamba si mwenye kubadilika. Kwani alikuja akaongea maneno mazuri hapa, lakini kwa kilichotokea pale ni kweli yaonesha kwamba hawezi kubadilika. Ila nakuomba sana, kwa haya ambayo yanaendelea sasa, ni abebe mimi kama mzee wako ambaye nakaa na wewe hapa, niweze kuzungumza na wazazi wake pia. Hofu yangu mimi nimeshashuhudia kwa macho yangu matendo yake kama ulivyokuja ukayalalamikia kwangu, lakini pengine hata wazazi wake hawawezi kujua nini kinaendelea kwa mtoto wao. Kwanza ningependa na wazazi wake niwajulishe, lakini pia niwajulishe kwamba binti yangu tayari ameshachoka na mtoto wenu kutokana na vitimbi na mambo yote ambayo anafanya kwa mtoto wetu. Na baada ya kusha kuzungumza, kitakachoamulika hapo, mimi nitakubaliana na wewe na nikutoe hofu kwamba wewe ni binadamu bado, uko hai. Kuna maisha pia ambayo utahitaji kuishi. Ningekuomba sana atakapotokea mwingine yoyote, uwe ni mwenye kufikiria na kumchunguza sana. Kwani huyu alikuja tu, ulimleta tu wewe hapa. Na sisi kwa vile ulituambia kwamba yuko vizuri, tulishindwa kujiridhisha kutokana na tabia zake. Kwani tabia huchunguzwa mwanzo kabla ya kufunga ndoa. Sasa nitaomba ikiwa atatokea mtu, basi ni vyema tukashirikiana mapema katika uchunguzi. Nadhani umenielewa binti yangu. Ndiyo baba. Haya, mimi nipo ndani.
no, no pain, no, no, no love, no, no pain, no, no love, no, no pain, no, no love, no pain, no love. Karibu pita baba. Asante mamangu. Sio hivi nilivyovaa. Ni muda wa kwenda kazini sasa. Kwa hiyo sio nikapita ndani. Ni kweli, lakini ungepita ndani ukapata angalau chochote. Asante mamangu, nashukuru. Nitakuja kupita muda mwingine. Basi sawa, ngoja nikuitie mwenzio. Okay, sawa. Esma! Esma mami! Yes ma'am. Oh, kuna mgeni. Machano. Vipi hali? Nzuri. Basi tuanze tu ndani tukaongee, tusiongee hapa nje. Nahisi panatosha kwa sababu nilivyovaa naelekea kazini nao. Sawa. Okay. Nimekuja hapa na jambo moja nataka kukuambia. Kitu gani hicho tena? Naomba unisamehe sana Esma. Kwa sababu nimekaa, nimefikiria, nimewaza sana. Nikagundua kwa wewe sio mwanamke sahihi katika maisha yangu. Unaongea nini? Tumekaa siku zote hapa, matani mengi, hata matani bwana Machano. Sina tani katika hilo. Kuanzia sasa sikupendi. Kaa mbali na maisha yangu, sikutaki. Unanianzisha ukurasa mpya wa mapenzi, mapenzi nawe. Unanionesha njia ya kupita ya furaha. Kimekukuta jamani. No, no, no pain, no, no, no love.
no pain, no, no love. Babla. Babla. Mimi nipo sawa mbona? Sijakuzoea hivyo mwenzio. Nipo sawa hata sijali. Ila unajua nini? Unajua situation ilipo baina mimi na Choneka. Ila jana katika vitapita zangu kuna mkaka alikutana naye. Akanisimamisha, akasema kwamba anamtaka. Mimi nikamwambia haiwezekani. Sababu nilikuwa na stress. Nataka kuja akanishika mkono, mimi nikampiga kibao. Okay mama, pole sana. Asante sana. Karibu sana. Shukrani. Jina lake nani mgonjwa? Anaitwa Esma Juma. Anatokea Bububu. Okay. Vipi? Ndio nipo kwa daktari. Nini tatizo? Samahani, nilikuwa naomba msubiri nje kidogo nimpatie vipimo, alafu tuone tunaendelea nini. Haina shida daktari. Subiri. Asma mama. Nenda nje. Nenda nje. Lakini kusema ukweli baadaye nimekuja kujua. Nilichokifanya sio sahihi kwa sababu pale ilikuwa mazingira ya hadhira barabarani. Watu kibao, nimezalisha mkaka watu. Yaani hapa naanza nitampata wapi na kaa wapi? Nikamwambia msamaha nimekosea. Unafahamu? Sifahamu. Ila nisheko na naye. Wapi? Kama unakumbuka kuna siku nilikwambia natoka na mwanangu. Nilikutana naye huko lakini hatukuongea maneno mengi. Nilikuwa na haraka. Pole. Hapo anatakiwa mtafute pate kumuomba samahani maana ulichokifanya sio poa. Unaona? Na ukishamwomba samahani mambo mengine unaweka sawa. Haya, vipi kuhusu Chomeka? Chomeka. Mimi nimeamua bora niishi peke yangu kwa sababu mambo anayofanya nishamsamehe sana. Mimi nafikiri kuishi peke yako ni vizuri bwana. Rudi tu kwa mmeo. Nishaamua kwa sababu hawezi kubadilika. Ndio lika yake. Wanaume ndo walivyo. Kikubwa ni imani tu, muombe kwa Mwenyezi Mungu. Ipo siku atabadilika. Haya mwenzangu. Umetoka kwa mume wako, umeenda kwa mwingine. Haya na hiyo kakuta yale bora hata mmeo. Itakuwaje? Si bora urudi kwa mume wako ukamwombee tu kwa Mwenyezi Mungu. Ipo siku atakuwa sawa.
Sawa, tajaribu. Unaelekea wapi? Nenda nyumbani kwenu. Hili tatizo lililomtokea mtoto wangu linanitia mashaka sana, kwa sababu kitendo cha kule mtoto wako tu, mwanangu mimi tayari amepata tatizo. Inanichanganya kichwa, inanipa sitofahamu. Kuna kitu gani mwanao alichomfanyia mtoto wangu? Au labda nikuulize kitu, pengine labda umemtuma mtoto wako aje anifanyie matatizo kwenye nyumba yangu na kwenye familia yangu mwanangu? Mariani, hebu kwanza na kuomba punguza pressure. Ushamfahamu? Punguza pressure. Na haya mazungumzo tunayozungumza mimi na wewe hapa si pahala pake. Hebu tusubiri, na kuomba tusubiri mtoto wetu apoe, tujue nini kilichomsibu. Halafu mambo mengine yatafuata. Na halafu ukisema kwamba mimi nimemtuma, inabidi kwamba umenikosea mimi. Kwa mimi na wewe, wallahi umenikosea. Hata na mimi mtoto wako amenikosea pia, kwa jinsi nilivyokaa naye, namjali, namsamehe. Wewe mwanangu mimi ni mwanako, ni mwana wewe, na mwana wewe ni mwanangu mimi. Kwa nini yeye aondoke kabla? Mzazi wa Esma unaenda na daktari. Kweli, ila itajulikana mbivu na mbichi. Haya mjomba, naona mapema leo. Mjomba, kama tulivyoongea katika simu, unajua tayari mimi nimeshaharibu na hakuna sehemu nyingine yote ninaweza kwenda kusaidiwa isipokuwa ni kwako mjomba wangu. Nimekuja hapa tena kwa sababu nimeshaharibu tena, na kuomba unisaidie mjomba wangu, na kuomba. Sasa mjomba, sawa. Na nina maana sasa mimi ndo mmegeuza jaa lako la kuja kutupa machafuko. Ushafanya machafuko, tunakimbilia kwa mjomba, uniletee maajabu yako ya uchafu wako ili mimi nisafishe. Nimechoka na nimeshachoka na uso wangu kupeleka kule tena, naona haya. Na mjomba, umezidi mno, starehe umezieka mbele. Yaani huyo mkeo ushamweka ndani, tena kutafuta manyangara kata mengine huko ya burura kuyaleta ndani mwako. Heshima hii umeiona wapi? Chumba ambacho unakaa we na mkeo kwenda kuingiza manyangara kata ndani. Jomba, mimi mwenyewe linaniuma kuliko linavyomuuma huyo mkwe wangu kwa aliko. Heshima iko wapi? Unatutulisha aibu hata na sisi wazee wako. Mimi tena kwa kupeleka uso wangu huko, mimi sendi. Karibuni sana. Mlisema nani mzazi wa Esma? Ni mimi hapa. Okay. Ana tatizo kubwa. Yeah. Haya. Wazazi, kwanza poleni sana. Nimempatia vipimo vya kutosha, lakini nimegundua kwamba hana tatizo kubwa la kiafya, isipokuwa inaonesha kuna kitu kilimtokezea kama mshtuko hivi, kitu ambacho kilisababisha presha yake kupanda hafla. Kuna kitu gani labda kilitokezea labda kwa upande wake mpaka katokezea kupata mshtuko wa hafla? Dokta, mimi nilikuwa ndani, lakini baada ya muda mfupi nikasikia hodi. Nikatoka, lakini huyo mtu aliyokuja ni mtu wangu wa karibu kabisa. Nikamwita mtoto wangu akaenda kuzungumza, lakini baada hapo nikasikia kelele yani ya kushtua. Mimi natoka nje na mkuta mwanangu tayari ameshaanguka na hana fahamu kabisa. Kiukweli dokta, kama mimi mzazi nachanganyikiwa. Ni nini sababu ya mtoto wangu mpaka kuanguka vile, na alikuwa anazungumza na mwenzake kwa kweli? Okay. Na je, hii kawaida anakuwa inamtokezea? Hapana dokta, ule ni mtoto wangu mimi.
na hata siku moja hiyo hali haijamtokea kabisa. Yaani unafoniambia hivi mimi mwenyewe nimechanganyikiwa kama mzazi. Okay, sasa mimi niwape ushauri. Jitahidini aepukane na yale mambo yanayosababisha mishtuko, mawazo yale kidogo kwa upande wake kutokana na afya yake sasa hivi yatakuwa sio mazuri. Kwa jitahidini sana haya maswala aepukane nayo. Kwa namna yoyote ile muone kwamba mnamsaidia haya maswala aepukane nayo. Na pia chengine awe anakunywa maji kwa wingi, kwa sababu pia inaonyesha kwamba maji kidogo yameshuka. Kwa na maji awe anakunywa kwa wingi. Tayari mama zangu? Hana tatizo kubwa la kiafya isipokuwa asipate ile masuala ya mshtuko. Dokta, nataka nikuulize kitu. Ina maana kati ya hivyo vipimo vyote ulimpima, ina maana hujagundua ugonjwa wa aina yoyote ndani ya mwili wake? Hana shida yoyote. Hana tatizo lolote? Hana shida kubwa. Sawa dokta, tumekuelewa. Tunaweza kuondoka naye sasa hivi? Sasa hivi tunaomba kidogo muachie pumzike kidogo, and then baadaye tutaruhusu kuondoka naye. Sawa. Asante sana. Hapana mjomba. Usifanye hivyo kwa sababu tambua mimi nimetoka mbali mpaka nikafika hapa. Na wewe ndo ni msaada wangu tosha mjomba wangu, nakuomba. Nakuomba kwa hili mjomba nisaidie. Niko chini ya miguu yako mjomba wangu, naomba unisaidie. Sitofanya tena swala hilo kusaidia kwa sababu wewe mwenyewe hujielewa. Mke yumo ndani. Ina maana gani kwenda kutafuta manyangarakata mengine huko? Ukayaburura, ukaleta ndani mwako, chumbani mwako na mkana mkeo. Heshima hii umeiona wapi? Kwa hivyo mimi kwa hili tena tusameheane tu. Na kuahidi sitarejea tena. Hiyo kauli usharejea tena na tena na tena unarejea tena. Au ushazungumza sana maana. Na nikwambie kitu. Mtu akilima mpunga atavuna mpunga na ataiona faida yake. Ataupata ubabwa mzuri akala. Na mtu akilima upupu atavuna upupu na utamuasha. Sasa mjomba, kwa hili mimi samahani sana. Kajirekebishe kwa hayo kwanza, kwa huko. Kwa kupeleka uso wangu mimi huko tena siendi. Shem, nimekuja. Asante. Nashukuru na nimefurahi kwa kufuata wito wangu. Lakini nikwambia kitu. Pendo. Ndani wewe mwenyewe unafahamu kama sisi ni watu wazima. Nisizunguke kupita kiasi. Nikwambie tu kweli kwamba nimetokezea mwenzio kukupenda. Nilipokuona moyo wangu. Shem, unaelewa unachokiongea? Ni mzima kweli wewe? Hapana. Siwezi kufanya kitu kama hicho shemeji yangu. Nampenda sana rafiki yangu. Kumbuka ni shemeji yangu. Najua kama ni shemeji yangu. Lakini ndio moyo umeamua kukupenda. Shemeji. Wewe ni shemeji yangu. Yaani ndio kitu ambacho hakiwezekani. Sawa? Siwezi kuwa na mahusiano na wewe. Namheshimu sana rafiki yangu. Kama ndio hilo amenitia. Kwa kweli mimi niko Laumu macho yangu, moyo niambie. Huyo. No pain, no
Sana mama wangu leo. Kuona kwa sababu siku nyingi sana sijakuona mama. Ni kweli mwanangu kama unavyosema. Na halafu mimi nishakuwa mtu mzima tena. Sio tena wa kuutwa huko kwa watoto, kutwa huko kwa mtoto. Hiyo inakuwa haipendezi. Mtoto anakuwa hana hata raha ya kujifaragua. Akitoka akiingia kakukuta we mama. Akitoka akiingia kakukuta we mama. Mimi ile tabia hiyo nakuwa sipendi. Shanifahamu naona nipo vizuri. Sipendi mimi tabia hiyo. Na halafu hii leo kusema ule kweli nilikuwa sikutaka kuja hapa. Lakini kilichonileta mama yake Esma kanipigia simu. Huku analia. Shanifahamu. Ananiambia haraka njoo. Mimi mbio. Unaona hivi mwanangu nilivyokuja? Mimi unajua mama kutoka lini nikaenda hivi. Lakini kwa vile alipokuambia njoo, sikutoka hata kwenda kutafuta buibui. Nikajiona mwenzangu ishafika nyumbani kwake. Kufika kuitizama ile hali ya mchumba wako, kaanguka chini povu la mdomo linamtoka. Karibu. Mwingine unapokea. Wewe shukangu yaacha tu. Si unajua tena maisha yenyewe ndio haya uswazi. Nitafanyaje? Harakati huku na huku. Wewe acha tu. Vipi kazi zako zinaendaje? Kazi zenyewe shukangu ndio hivyo. Napiga kuna muda si unajua tena mabosi zetu walivyochanganya. Asikwambie mtu. Umekuwaje tena? Mambo sasa yalikuwa mazuri kabisa kipindi cha nyuma nakuja huko unaniambia kazi sasa zimenyoka vipi sasa hivi tena? Si unajua tu makazi yetu haya. Leo yananyoka, yanakuwa pambe. Kesho tukamchukua tukaenda naye hospitali. Tukakaa pale akatibiwa alhamdulillah. Tunamshukuru daktari yule. Mpaka kidogo hali yake ikawa vizuri. Mwanangu kilichoendelea hapo, daktari akatwambia tokeni nje kidogo. Yule mkweo hayo maneno aliyenambia. Maneno aliyonambia. Kwanza kabla sijakwambia hayo maneno yenyewe, wewe yule mtoto watu umemfanya nini kwanza? Ni kweli mama. Nilifunga safari hadi kwa kina Esma. Na nilienda kwa lengo moja tu. Kwenda kumwambia ukweli kuwa simhitaji tena Esma katika maisha yangu. Ndio hivyo lakini tunamshukuru Mungu. Ndio hivyo, mpambane tu na hali mtafanyaje? Wala hata shoga sasa hivi uko mama mjengo nikiangalia ile jumba. Angalau nafanya. Maisha ni yale usidanganye mtu. Shoga shemeji wa. Hayupo sasa hivi anaenda pilika zake huko. Kombe. Bwana, nitafikia shemeji huko. Labda wa shida nani? Niambie. Mimi nakuja kukuwakilisha. Hamna bwana. Sawa, wewe nifiche. Bwana kwa shida lakini nitakusema. Hamna bwana, baadaye. Tena, karibu. Haya, siku nyingine. Haya, shoga yangu. We, ina maana hayo maneno unuyasema wewe uko serious? Au ndo ushazoea kwa kuwa ni mimi ni mama? Mama, kikweli nimechoka kuficha siri katika moyo wangu. Na leo hii nimeona bora liwalo na liwe. Wacha nimwambie ukweli tu Esma kuwa simuhitaji Esma. Simuhitaji Esma. Kwanza ninachokwambia, ujue kwamba unani unazungumza naye. Na halafu huo upuuzi wako unayenieleza, huo upuuzi wako na ujinga unaonambia, mimi ujinga huo sitaki niusikie. Ushanifahamu? Tena baada ya leo. Kwanza nakuuliza, ujasiri huo umepata wapi wa kumkataa yule mwanamke? Ana nini yule? Halafu na pili, hapo jitizame hii nyumba hii unokaa ukajitanua. Pesa umepata wapi? Hiyo hali yako uliokuwa kama si mkono wao
Ungekuwa hivyo wewe, leo unapata ujasiri kusema kwamba mimi yule mwanamke simtaki. Mimi upuuzi wako na upumbavu wako ninakwambia mimi usiniambie. Umenielewa? Na neno hilo sitaki nikusikie baada ya leo. Kushanaelewa vizuri? Neno hilo mimi sitaki nilisikie ndani ya masikio yangu haya. Ushanifahamu vizuri? Umepatwa na nini mwanangu? Nani aliyekushawishi? Nani aliyekushawishi? Mwanangu, isiwe kama babako kesha kufa ukataka wewe tena ndio uwe baba ndani ya familia. Hilo mwanangu haliwezekani. Tumeelewana? Hilo haliwezekani. Upo? Baba, umesahau usia? Umeusahau usia alokuambia baba yako? Alikwambia vipi babako we? Uhai wake alikwambia vipi? Na hapo hujui baba yako wewe na baba yake yule jinsi walivyokuwa? Na kwa nini ulikubali? Usikatae kipindi kile. Tukafa tunajikunja kama pweza alochoma. Kwa nini ukakubali? Mtoto wa watu umemtia kwenye furaha, halafu leo unatamka mamia mimi simtaki. Maneno anamwambia nani? Mimi sitaki kukusikia. Sitaki kusikia maneno hayo tena baada ya leo. Ushanifahamu? Maneno hayo zungumza na warafiki zako unapokuwa nje, sio mimi. Pumbavu mkubwa wewe. Mama, Esma huko mwanamke sahihi sana katika maisha yangu. Lakini kuna mwanamke ambaye ndio ndoto ya maisha yangu. Nakuomba mamangu, nielewe. Ni wala sitaki hata kusikia maneno yako. Na ninachokwambia wewe, labda iwe wewe umenizaa mimi, sio mimi nimekuzaa wewe. Mimi nimekuzaa wewe. Na ninachokwambia hapa, huowi, pumbavu mkubwa wewe. Mungu, nikuulize kitu. Niulize mke wangu. Hivi baba na mama yake sio wanatengana sasa? Kwa hiyo pikipiki umemwachia au? Kuhusu pikipiki mke wangu, nahisi bora tuachane nayo. Mimi nitajua nini cha kufanya. Ama kuna zaidi yote mke wangu? Mke wangu, bwana umewaza nini bwana? Nimefikiria tu kwa sababu si kitu ambacho kimeshamaliza kufanyika. Mwana alikuwa kule, kwa hiyo hapa kama msaada. Kwa sasa hivi yupo nyumbani amesharudi tayari. Kwa hiyo unamwachia yule atumia. Hapana, mimi nahisi tuache tu. Tuache, tutajua nini cha kufanya mbeleni. Sawa. Nilikuwa nauliza hivyo tu. Asante, love you baby. I love you too. Asante.
Shika. Hiyo pesa niliyokupa ni pesa ya mtaji ya kuanzia maisha yako mapya. Sasa mjomba, mbona hizi pesa ni kidogo sana? Mimi nitafanya nini? Hiyo si ndogo. Ilikuwa ndogo, ilikuwa kubwa umetupa mwenyewe. Kwa sababu mwanangu, jambo ulilokufelisha wewe, ulipata mkwe ambaye mtu yoyote hajapata mkwe kama ulivyompata wewe. Akupe mwanawe, akupe na bodaboda ya kutafutia maisha. Nani anaipata mkwe kama huyu? Ukesha mtoto watu kamfanya mjinga, unamletea wanawake ndani. Na aliyekupa bodaboda unamfanya mpumbavu, mkweo. Sasa hatimaye mavuno yake ndo hayo. Niyo ndo msaada wangu kwako. We mwanangu, siwezi kukutupa moja kwa moja. Mjomba ni mama, na mama ndo mwenye uchungu. Sasa kwa hiyo katafutia maisha. Utajua mwenyewe tena kwenda kununua karanga, kwenda kununua tungole ukapanga, au usiji madagaa ukauza, utajua wewe. Huo ndo msaada wangu. Kuishi. Sawa, asante mjomba. Wewe nenda. No pain, no love, no pain, no love, no. Yelele mama, yelele mama. Kaka samahani. Yelele mama, yelele mama. Unajua nimekaa nimefikiria. Unajua sisi ni binadamu. Ni kile binadamu kama nimefikiria, nimekaa nimefikiria lile jambo nilokufanyia juzi si sawa. Nimekukosea. Kwa hiyo nilikuwa naomba msamaha. Ndio tu. Wala usijali. Nimeshakusamehe. Samahani.